Karibu katika kipindi chetu cha leo tunapoendelea kujadili juu ya ujumbe, je, umetekwa nyara? Katika kuendeleza somo letu juu ya laana, tunasema kuna mafundisho mengi katika mwili wa Yesu Kristo ambao umewafanya wengi kutekwa nyara. Tunakushukuru Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa rehema na neema ambayo umetujalia. Fungua macho ya kuelewa kwetu, tufahamu neno hili litakalo tujenga kwenye msingi imara Yesu Kristo. Katika kipindi kilichopita tulijadili injili yake Mungu kuhusu laana. Katika Ezekieli 18 Mungu anavyosema kuhusu vile wana wa Israeli na watu wengi katika mwili wa Yesu Kristo wanaendelea kusema, babu wamekula zabibu mbichi na meno ya watoto imetua ganzi, kwamba uovu wa baba zetu walioutenda umetuathiri sisi kiasi cha kwamba twastahili kuendelea kuvunja laana na madhabahu ili maisha yetu yaweze kubadilika. Na katika ujasiri twalihubiri neno hili yake Mungu. Hatutakubali kizazi chetu kupotoka katika neno na maadili yake Mungu wakati Mungu ametuweka kuwa hai. Ni vizuri tusimame katika kizazi chetu kulihubiri neno lake Mungu vile lilivyo, pasipo kuongeza wala kuondoa, ili Mungu atuhesabu sisi kuwa tumesimama imara katika kizazi chetu. Andika nasema, Daudi baada ya kumtumikia Mungu katika kizazi chake aliaga, tuko katika kizazi chetu, hatutaruhusu kizazi chetu kuweza kupotoka katika maadili yake Mungu na mafundisho yake Mungu, ambao msingi wa imani yetu unatokana na Yesu Kristo na wanafunzi na mitume waliomsikiza Yesu Kristo. Mafundisho ambayo tutafundisha lazima msingi wake uwe ni neno lake Mungu. Je, Yesu alifundisha kuhusu laana? Je, Paulo alifundisha kuhusu laana? Je, mitume walifundisha kuhusu laana? Na ikiwa walifundisha, walisemaje? Mitume walifundisha kuhusu kuvunja madhabahu. Lazima katika ujasiri katika kizazi hiki tusimame ili tulifundishe neno lake Mungu vile lilivyo. Katika kipindi cha leo tunaifundisha kuhusu injili yake Yesu Kristo kuhusu laana. Lakini kabla haya kuna mistari ambayo nilitamani tujifundishe katika kipindi kilichopita, lakini muda hakuturuhusu. Tafadhali jiunge nami katika kusoma neno lake Mungu tunaposoma katika kitabu cha Yeremia mlango wa 31. Andika sema hivi katika Yeremia 31 mstari 29. Siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao yametiwa ganzi. Kwa hiyo Mungu anasema kuna siku ambayo huo msemo haitatumika tena, vile tulivyosema katika Ezekieli 18 kwamba siku zile hawatasema. Na kwa nini watu wanaendelea kusema? Hawajielewa kwamba baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao yametiwa ganzi, kwamba uovu wa baba ulisababisha wana wakaumia. Siku zile ndio Mungu anasema haitatumika tena mstari huo katika nyumba ya Israeli, kwamba bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake. Wapendo, hili ni agano la kale. Andiko nasema kwamba kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kila mtu alaye zabibu kali meno yake yatatiwa ganzi. Kwa hivyo Mungu anasema mtu yoyote atakayefanya maovu yake yatakuwa juu yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo siku zile ni siku gani? Maandiko yanasema ni siku ambazo anasema katika kuguzia ambao hatutaingia ndani kabisa. Angalia siku zaje, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Kwa hivyo siku ambayo agano itakayokuwa imewekwa na agano imeanza kazi, siku zile hawatasema kwamba baba zetu walikula dhabibu na watoto meno yao imetua ganzi. Kwamba siku zile itasemekanaje? Kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenye, na kila alaye zabibu kali meno yake yatatiwa ganzi. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba kuna siku ambayo mambo hayo na semi ile haitatumika, kwamba watu wameendelea kuvunja laana, watu wameendelea kuvunja madhabahu, watu wameendelea kufanya vitu vingi katika mwili wa Yesu Kristo, katika imani ya kuwa kuna maovu mababu zetu walitenda,
na hayo maovu babu zetu walitenda yanasababisha sisi hatubarikiwi, yanasababisha nchi na miji yetu haibarikiwi. Na ili tuweze kubarikiwa, lazima tubomoe madhabahu yale, lazima tuvunje mama yale. Mungu anasema siku inakuja ambayo hayo ambao watu wamekuwa wakisema haitaendelea kutumika. Na hivi ni Mungu anavyosema. Haitasemeka siku gani? Siku ambayo agano litakuwa limewekwa. Hatuongei kuhusu agano, lakini wakati agano Yesu Kristo alipokufa msalabani, maandiko yasema alianzisha agano jipya. Katika kuihubiri injili ya Yesu Kristo, ningependa tuweze kuangalia vile tulivyosema katika injili ya leo. Katika kipindi cha leo pia ningependa tuangalie vile Kristo Yesu alivyoweza kufundisha ama injili ya Yesu Kristo kuhusu laana. Maandiko sema hivi katika kitabu cha Yohana mlango wa 9 mstari wa 1, na alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabii, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Na jambo ambalo ningependa tuweze kuangalia katika andiko hili ambalo linajitokezea, kuna imani fulani wanafunzi wake Yesu Kristo walikuwa nayo. Swali hili wanaloliuliza ni kwamba wanauliza swali ambalo wanasema kwamba wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabii, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Kwa hivyo huyu ni mtu alikuwa ni kipofu. Wanafunzi wa Yesu Kristo wanauliza, kati ya baba na huyu mtoto, ili azaliwe kipofu, ni nani aliyetenda dhambi? Na hiyo ndio imani ya watu wengi ilivyo. Watu wengi wanaona mambo yanayoendelea katika ndoa zao, katika jamii. Watu wengi wanaangalia mambo yaliyoendelea katika maisha ya baba, yanaendelea katika maisha yangu, yanaendelea katika maisha labda ya mtoto wangu, wanasema hiyo ni laana. Na kwa sababu ya hayo wanasema dhambi, ni nani aliyetenda dhambi, ni mimi ama ni baba? Na ili nijinasue lazima nivunje laana. Nakumbuka mafundisho ya laana vile yameathiri watu. Kila mara mtu lazima ajue mimi nimelaaniwa ndiposa nivunje. Na kule kuwaza na kufikiria mimi nimelaaniwa huwa ni kifungo. Hivyo wanafunzi wanauliza, ni nani aliyefanya dhambi? Yaani kwa njia nyingine, ni nani aliye na laana, aliyesababisha mtu huyu azaliwe kipofu? Hivyo ndivyo hawa watu waliamini. Je, Yesu alijibu namna gani? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake. Kwa hivyo ikiwa ingekuwa ni mafundisho, mapokeo ya wanadamu, wanasema jamii hii inapitia haya ambayo inapitia kwa sababu ya laana. Watu hawa wanapitia haya, wanapitia kwa sababu ya laana fulani. Hata wewe ambao umeokoka unapitia mambo fulani kwa sababu ya laana ya mtu fulani. Na ili ujinasue lazima uvunje. Hiyo ndio imani ya watu wengi. Yesu anajibu, anasemaje? Huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Je, yawezekana mambo ambayo watu wameita laana katika ndoa, katika familia, katika maisha, ni kwa sababu Mungu angependa kudhihirisha kazi yake? Yawezekana kwamba shetani amesababisha jambo lifanyike mahali, lakini katika jambo hilo kuwa limesababishwa na shetani ambalo watu wameliita laana, Mungu angependa kazi yake iweze kudhihirishwa. Yawezekana kwamba mtu ako katika hali ya utumwa, na Mungu angependa wewe uliye Mkristo, uliye na mamlaka kwa jina la Yesu Kristo, uchukue mamlaka kwa jina la Yesu Kristo uweze kumweka huru. Yawezekana mtu ako mgonjwa ambao wewe unasema ni laana, na Mungu ameweka mtu yule mahali, na mtu yule yuko pale mahali ili kazi ya Mungu idhihirishwe. Angalia vile Yesu Kristo anavyoangalia hali hiyo. Hasemi dhambi iko juu ya baba au mwana. Anasema hili jambo ni kwa sababu ili kazi ya Mungu iweze kudhihirishwa. Yesu Kristo anasema kwamba imetupasa. Sikiliza, asemi imenipasa, anasema imetupasa. Wewe na mimi ndio Kristo anaongelea. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenituma, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Yesu Kristo anasema mambo ambayo tunaona yanatendeka katika maisha ya wanadamu, katika maisha ya nchi, katika maisha ya watu, imetupasa sisi kufanya kazi. Kazi ni nini? Kuna uovu ambao shetani amesababisha katika maisha ya watu. Mungu ameliinua kanisa. Maandiko yasema katika kitabu cha
Waefeso mlango wa 3 mstari wa 20, kwamba kwa njia ya kanisa, through the church, kwa njia ya kanisa nguvu za Mungu ziweze kujulikana kwa falme na mamlaka. Nguvu na mamlaka za giza zimesababisha uovu duniani. Huu uovu ndio wengi wameita laana, na Mungu angependa kanisa liinuke kudhihirisha nguvu zake Mungu. Wengi wanaona ni laana na kuvunja. Mungu anaona mamlaka aliyolipea kanisa kuinuka na kuweza kuangaza katika dunia ambao imetiwa giza. Hii ni injili ya Yesu Kristo kuhusu laana. Anasema imetupasa kufanya kazi zake Mungu aliyenituma maadamu ni mchana, maadamu angali duniani. Usiku waja. Usiku ni wakati Yesu Kristo alikuwa ameondoka, kama sasa hizi ni usiku kwa Yesu Kristo. Yesu ameondoka, ni sisi sasa ndio tuko katika ulimwengu. Anasema tufanye kazi yake mtu maana usiku waja ambao mtu hawezi kufanya kazi. Anasema hivi Yesu Kristo, muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo Yesu Kristo anasema muda leo ulimwenguni ni nuru, na yeye kama nuru anafanyaje? Anaona kipofu, anamponya. Hiyo ndio kazi ya nuru. Na Yesu Kristo alisema muradi angali duniani yeye ni nuru, lakini Yesu alipoondoka alisema ninyi ni nuru. Wakati ambapo Wakristo wanastahili wawe nuru, na nuru kama Yesu kama nuru alifanyaje? Aliweza kusababisha vipofu wakaona. Sisi kama nuru, Kristo angependa tufufue wafu, viziwi waweze kusikia, viwete waweze kutembea, magonjwa yaweze kupona. Wengi wamesema upofu, magonjwa haya ni laana, ili hali Yesu Kristo anasema hayo yapo ili kazi ya Mungu idhihirike. Wewe waona laana kuwa ni nini? Wewe unapoona watu unapopitia mambo katika ndoa, katika familia, je, wewe waona kama wewe kama mwana wa Mungu ni nafasi yako kuinuka kudhihirisha kazi ya Mungu, ama wewe unaona ni mapigo ambayo Mungu amepewa watu wale? Wengi wanasema Mungu anawapiga viboko, Mungu anawachapa viboko. Sijawahi soma mambo hayo katika Biblia. Tunaendelea kuchunguza mambo haya tuweze kuona injili yake Yesu Kristo, lakini maandiko yanasema kamradi Kristo yu duniani, yeye ni nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo Kristo hayuko tena duniani, lakini yuko kupitia kwako wewe na mimi. Wewe ndio nuru ya ulimwengu. Ndiko anasema alipokwisha kusema hayo akatema mate chini, akafanya tope na yale maji, akampaka kipofu tope machoni. Maandiko yanasema akamwambia, nenda ukaonawe katika bwawa la Siloamu, maana aliyetuma. Basi akaenda akanawa na akarudi akaona. Kristo, injili yake kuhusu vile watu walivyofikiria kuhusu laana, aliona hiyo ndio nafasi ya kudhihirisha kazi yake Mungu. Injili yake Yesu Kristo. Tunaendelea katika kipindi kijacho kuona vile Kristo Yesu alivyoendelea kuihubiri injili kuhusu laana. Alisemaje? Tukushukuru Baba Mungu unapotufungua macho kuweza kuelewa kumbe mambo ambayo wengi tumefikiria ni laana, ni sisi nafasi yetu kama kanisa kuinuka kudhihirisha nguvu na mamlaka yake Mungu. Kwa njia ya kanisa, hekima yake Mungu ijulikane na mamlaka na falme katika ulimwengu wa roho. Asante Baba, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Jiunge nami katika kipindi kijacho tunapoendelea kujadili mengi kuhusu injili ya Yesu kuhusu laana. Mungu akubariki.